Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Ni mimi Muallim Motomoto, mganga wa tiba asili Tanzania. Napatikana Kigamboni, Dar es Salaam. Wasiliana na mimi kwa namba za simu zilizopita hapo mwanzo. Leo nimekuja kwenu na mti huu wa mbarika au mti wa mnyonyo au mti wa mbono kwa lengo la kuwafahamisha dawa tena ya kufungua vifungo somo namba 2. Naam, usisahau kulike, kukomenti na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zangu kila leo ninavyotoa. Ndugu zangu, mti huu wa mbarika ni mti maarufu sana na ni mti ambao unajulikana na watu wengi sana, haswa katika maswala ya kukandia kandia. Mtu akiwa ameteguka, watu wanautumia sana huu mti katika maswala ya kukandia kandia. Ndugu zangu, leo nimekuja tena na somo hili la kufungua vifungo. Kwa nini naleta tena na somo jingine la kufungua vifungo? Kwa sababu vifungo ni kitu ambacho kinakuwa ni kizuizi sana kwa watu ili wasifanikiwe katika majambo yao. Mimi lengo langu hapa ni kuwafahamisha dawa za aina mbalimbali, na hizi dawa ambazo nawafahamisha nataka zilete matokeo mazuri pale ambapo mtazitumia, kama ambavyo zinavyoleta matokeo mazuri vile ninavyozitumia mwenyewe. Sasa ikiwa wewe una vifungo katika mwili wako, unaweza ukatumia dawa alafu hiyo dawa isilete majibu mazuri, ukahisi kwamba dawa labda sio sahihi uliofahamishwa ima na mimi au na mtu yoyote yule. Kuna video nyingi ambazo zinatumwa mtandaoni, watu wanatumia wanasema labda hawapati mafanikio, lakini kumbe sababu sio zile dawa. Dawa zinakuwa ni dawa sahihi kabisa. Dawa zinakuwa ni dawa sahihi ambazo watu wanatoa, isipokuwa wewe ambaye unaenda kutumia dawa ndo haupo sahihi, kwa sababu unakuwa na vifungo ambavyo vinakuzuia usifanye majambo yakaenda. Na ndo maana napenda kwanza nianze kutoa masomo haya ya kufungua vifungo ili uwe na mwili msafi unapofanya dawa, ile dawa itoe majibu. Na napenda sana dawa zangu zilete majibu kwenu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hivyo napendekeza muanze kutumia dawa za kufungua vifungo mara kwa mara ili miili yenu iwe sawa pale ambapo mnatumia dawa zitoe matokeo yale ambayo tunayatarajia. Vifungo ni nini? Vifungo nilishasema hapo mwanzo, kifungo ni kitu ambacho kinamzuia mwanadamu asifanikishe majambo yake. Majambo fulani fulani hutegemea na kile kifungo kimeambatana katika nini. Kifungo ni kitu ambacho kinaweza kikamzuia mtaalamu, mganga, kufanya pia tiba, ile tiba isitoe majibu ambayo anayataka. Hii ni kwa sababu ya vifungo au vizuizi ambavyo vinamzuia. Vifungo, kuna vifungo vya aina nyingi sana, lakini vifungo ambavyo vinakuwa ni vifungo rahisi sana kumvaa mwanadamu vimejigawa katika makundi makuu matatu. Kundi la kwanza ni kundi la jicho, na kundi la pili ni kundi la maneno, na kundi la tatu ni kundi la vitendo. Jicho ni kifungo kimoja kibaya sana, na kifungo hichi unaweza ukajikuta unajifunga hata wewe mwenyewe. Lakini kifungo hichi unaweza ukafungwa na mama mzazi, kifungo hichi unaweza ukafungwa na dada yako, na kaka yako, jirani yako, rafiki yako ambaye mnapendana sana. Na kifungo hichi mtu anaweza akakufunga pasi na yeye mwenyewe kujua kwamba anakufunga, na kifungo hichi mtu anaweza akakufunga pasi na kudhamiria kukufanyia ubaya, lakini hichi kifungo ukajikuta kimekukamata ama kimekufika. Kifungo hichi mara nyingi tunaweza tukatoa mifano kama hii ambayo inaweza ikakufafanua vizuri katika kichwa chako. Mathalani, umepika mboga nyumbani kwako, tuseme nyama, alafu jirani yako akaja, labda akaja kuomba kitu, tuseme chumvi, alafu akaona ile nyama imepikwa, kaona kwa jicho, alafu akachukua chumvi akaondoka. Baada ya hapo ile nyama wewe ukala,
ukamaliza, hukumpelekea yule jirani yako, lakini yeye aliona kwa macho, ndani ya nafsi yake mwenyewe akatengeneza wivu, akatengeneza chuki, akatengeneza choyo kwamba jirani yangu yeye anapata, mimi sipati kitu, na namna nyingine kama hiyo. Na kulingana na nyakati ambazo ametengeneza kile kitu ndani ya moyo wake, zikawa ni nyakati mbaya. Kwa malaika wakapokea, viumbe wa Mwenyezi Mungu vikapokea ile chuki yake ndani ya moyo. Na yeye anaweza akawa hajaweka chuki, lakini amezungumza kikawaida, lakini imemuuma. Basi hii inaweza ikawa ni miongoni mwa vifungo. Lakini vile vile mwenyewe unaweza ukawa unakula, umejikuta siku hizi unakula sana, kisha ukajishangaa ukaangalia chakula chote hichi nimekimaliza. Usimwambie mtu, ukajiambia mwenyewe tu ndani ya moyo wako, lakini ndio umeshangaa kile chakula umekiangalia kwa macho kwamba hiki chakula nimekimaliza mimi chote hichi. Umeona, hii pia inaweza ikawa ni kifungo kupitia jicho. Lakini ndugu yako unaweza ukawa umenunua labda tunda, lile tunda ukalila wewe, yeye yupo pembeni, ukalila peke yako, labda embe, yeye yupo kule hajaja kukuomba wala nini, na wewe kushoboka kumpa, lakini ndani ya moyo wake akaumia na akatengeneza kitu kwamba kala embe pale, hata kunipa hajanipa, hakukwambia, lakini jicho lile limeona na likatengeneza kitu kilichokuwa sio kizuri. Siku nyingine tutakuja kueleza namna ya vifungo vingine vya mdomo pamoja na vifungo vya kufanyiwa kabisa. Nini cha kufanya ili utoe vifungo hivyo na laana za ukoo, laana za majirani, laana za wapita njia? Cha kufanya, nenda katika mti huu wa mbarika siku yoyote kwa saa mzuri za kuchimba dawa. Chukua nafaka zako kama kawaida, nenda katika mti huu. Ukifika mwambie Mwenyezi Mungu, ewe Mwenyezi Mungu, mimi mja wako fulani, mzaliwa na fulani, nia yangu na madhumuni yangu ya kuja katika mti huu, ya kuja katika mmea wako huu, ni kuchukua majani ya mti huu ili ikawe sababu ya mimi kunifungulia kila aina ya vifungo vyangu katika mwili wangu, ikaondoe laana za ukoo, ikaondoe laana za wapita njia, laana za majirani na kadhalika. Baada ya hapo utamwaga nafaka zako hizo, kisha utachuma majani ya mti huu wa mbarika mengi, utarudi nayo nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani utayaponda ponda. Baada ya kuyaponda ponda na kupondeka vizuri, utayatia katika ndoo ile kubwa ya maji, kisha utajaza maji yako, alafu utachukua chumvi ya mawe pakti moja lile la nusu, utalitia humo, kisha utaacha maji hayo ya hii, utaiacha chumvi hiyo imung'unyuke. Baada ya kumung'unyuka, utakuwa unachota maji hayo unachanganya na maji mengine ya kuoga. Utatumia kuoga asubuhi na jioni kwa muda wa siku 9 kwa mwanamume. Kwa mwanamke utatumia kwa muda wa siku 10 mfululizo bila kukosa hata siku moja. Baada ya kumaliza kutumia kwa muda wa siku hizo, utachukua siku ya 10 kwa mwanamume, siku ya 11 kwa mwanamke. Utachukua sadaka labda 200 hizi, utawapa watoto, ima watoto 5, 10, 200, watoto 20, watoto 800, watoto 20,000. Nadhani nimeeleweka.